Samani babu, hapa hatufundishi tuition. Oh mama, kwa akili zako timamu, unaona sisi tunaulizia tuition hapa. God have mercy upon us. Samani, labda ungeenda kuangalia huko nyumba ya jirani. Hapa kweli hatufundishi tuition. Yes, tandeni ndani bwana. Hiyo hakuna tuition yet. We mama, nepo basi ataka uchawa bana. Sisi tutafuata tuition hapa. Oi, chawa. Mimi sio chawa. Basi jamani, mwatugai vipi? Ni watoto simurudi. Yes, unaona Aunty anaangalia kipindi chake. Huyo si Aunty, ni mami. Hapa uondoke, unaondoka nenda hivi bila kuchukua watoto wako. Nataka mimi nifukuzwe kazi. Uondoke hapa, uondoke. Basi. Hakuna kuondoka. Okalela akala kakarika kaka kofanto elefanto babi. Na bibi Supu, nataka uangalie kipindi gani? Mimi nataka kuangalia movie za kichawi. Mtume! Fire! 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 God have mercy upon us. Fire! Fire! Vipi hapa? Bora mamangu umekuja. Hiki kipindi kwani umekitoa wapi? Na nikina minguvu hicho. Kwani unakipikiaga ugali wa simenti? Eti mama umetokea wapi? Nimetokea Mbeya kule kwa bibi Tukuyu. Nijua. Kumbe ni bogus. Tuso. Nenda kaendelee na kazi. Sawa dada. Vipi? Vipi kuhusu nini? Nimevileta hivi vitoto vya mume wako kwa ajili ya likizo. Nyie kila siku mnakuwa mnanilimbikizia mimi. Nao wawili mbona siwajui? Wao wajui lakini mume wako anawajua. Vitoto vyake vyote. Wao pambaneni navyo na nivikojozi bala. Lakini baba, hata kama umevileta likizo, ilitakuwa utoe taarifa. Sio unavileta tu hivyo hivyo bila hata kutoa taarifa jamani. Jamani. Lakini hapa si ni nyumbani kwa baba yao. Taarifa ya nini tena? Na kama unataka taarifa, basi unaangalia ITV kila saa 2 usiku wanaonyesha taarifa habari. Okay. Kwa elimu. Tutaonana basi likizo kishaisha. Ngoja nitajigosa. Mimi
Nyie simwache kuchezea remote. Hatuwachi kwa sababu remote ya baba yetu. Acheni kumbana na remote na mweke hapo. Kwani huyu ni nani? Shakwambia huyu ni mami. Ni mama Kambo. Fifiana au watu wazima wafupi? Majabula. God have mercy upon us. Halo? Yes, niambie my dear. Kuna wageni wako huko nyumbani. Fanya haraka uje. Ukichelewa zaidi nusu saa unakuta nimuondoka hivyo. Wageni? Wageni gani tena? Nimekwambia fanya haraka njoo utakuta huko nyumbani. Ukichelewa unikuti naondoka. Sawa. Hata hivyo mimi siko mbali na nyumbani. Niko hapa kitini tu. Fanya haraka ndio uje sasa. See tomorrow, I want to, baby. To me, love, I want to know. See tomorrow, I want to, crazy. And I got in this stream, yeah. Kissy face, kissy face. See tomorrow, I just crazy. Don't me. Imekuwaje nimegonga muda mrefu hujafungua mlango? Kwanza hii tabia ya kufunga milango umeanza lini wewe? Sio mimi nimefunga mlango. Mimi nimefunga mlango, kumbe kuna kibwengo huko mjini au shetani anafunga milango. Ni nani anayefunga mlango kama sio wewe? Huyu ni hao hapo. Mtoto amekuja. Nani kawaleta? Ila watoto. Haya, wamelala saa ngapi tena? Naila. Joan.
Supu. Queen. Mke wangu. Naomba naambia watoto hili kina nani? Maana mimi hapa namfahamu Naila na Queen. Ndio tutakuwa mbulizana na wake zako huko nje. Hao wengine je? Mke wangu sidhani kama hapa ni mahali sahihi kuzungumzia hizo mada. Tafadhali. Kama itakupendeza naomba tukazungumzie chumbani, please. Zungumzieni hapa ili ambao tujaanza mambo ya kikubwa tujifunze ili tusije tukaharibu hapo baadaye. Alafu wewe acha kihelehele wewe. Acha kihelele, fuata kilichokuleta humu ndani. Mambo ya ombeombea acha. Msubire, kalikuwa nikaushauri tu. Ushauri wako peleka Angaza, acha kihelele. Ebo. Ebo. Ushauri peka Angaza, huko Angaza ndo wapi? Angaza ni sehemu tu wanaotoa ushauri na saa. Basi huko ndo tupeleke. Munganya Angaza niwapeleke Angaza mkafanye nini? Sisema anatoa ushauri na saa. Ndio. Basi peleke sasa. Wakishatupa ushauri na saa, ushauri wao tunauacha tunaondoka na saa. Msinichanganye. Hapo nyinyi mnaniweka mimi kikatuni. Mtu mzima mnanifanya mimi kikatuni. Habari za kuniletea mambo ya kitoto mimi sitaki. Changanye. Yaani una kazi ya kunichanganya hajatoka hivi mnakuja mnaleta hivi. Oi vipi? Eti jamani, kwani anataka saa? Nataka. Tunataka. Sasa nikachanganyikiwa. Ayodima. Punguza jaziba mke wangu. Haya mambo yanazungumzika. Yanazungumzika kivipi? Naomba kwanza unaeleza watu wawili ni kina nani? Maana mimi bado natambua watu wawili tu, Queen pamoja na Naila. Hawa wengine vipi? Okay. Pale kuna Joan pamoja na Supu ndo ambao watambui. Hao ni watoto ambao katika ujana wangu naweza sema nilizurura nikateleza kwa bahati mbaya na mabinti fulani ndo wakapatikana. Na wale mabinti wamepeleka pale likizo kwa mzee. So wakaona sio mbaya kuwaleta hapa likizo. KP, watoto wengine tena. Likizo iliyopita umeleta watoto wawili. Likizo ile unaongeza tena watoto wengine wawili. Likizo inakuja sasa utaleta watoto 6 wewe hapa. Hapana bana baby, usiseme hivyo. Wale wamekuja ni kwa sababu mzee wangu ameshindwa kuamudu kukaa nao. Umeona? Kwa hiyo ndio maana amewaleta hapa likizo, lakini wewe mke wangu basi fanya kama unaishi nao kama watoto wako wewe. Wewe. Mimi siwezi. Siwezi kabisa, siwezi. Hem niache. Mimi siwezi bana. Sasa huwezi kitu gani wakati nimekwambia wanakaa likizo kisha anaondoka makwao? Wewe kinachokushinda nini hapa? Basi sawa mume wangu, tufanye hivi. Wewe umekuja likizo na mimi niondoke nikajipe likizo. Vikiondoka nitarudi nyumbani kwangu. Usifanye hivyo mke wangu. Usifanye hivyo. Wewe hujui tu. Mimi siwezi kukaa vitu vyako ni vitundu mfano amna, yani vitundu sijawahi kuona. Okay. Sawa, nisikilize basi. Na mkakati hapa. Nimepata shauri moja. Kuanzia sasa hivi, yani tuseme kuanzia kesho, itakuwa vinaenda tuition kuanzia asubuhi, vinashinda huko vinarudi hapa usiku. Hapo vipi? Hapo kidogo afadhali. Hapo kidogo nafuu. Mimi vile vitu vyako siwezi kukaa navyo nyumbani, yani siwezi. Bora viende tuition, virudi jioni. Mimi siwezi.
Sawa, usinune cheupe. Bwana niache bwana. Niache bwana, mtu unazaazaa kama nini yani, unazaa yani huko watoto yani kila mahali unaacha mbegu. Utafikiri nenda kaze ujaze ulimwengu uliambiwe peke yako. Kisikia kizaazaa ndio hiyo. Basi acha mimi ngoja niende nikawaambie kwamba kuanzia kesho vinaenda tuition. Mchezo umeisha. Wewe. Njoo kwanza. Nini naenda kuviambia kesho tuition nije. Njoo bana. Nyinyi mnacheka mkini. Geuka bana. Hawana. Kudada deki. Vitandambua vitoto. Subiri. Unajua? Unajua? Wako kule. Kasi Luke. Luke anataka. Una hakika atandaka? Ndio. Ni Luke si Luke. Luke. Mtatizo gani? Umepandaje hapa? Na wewe unamwambia mwenzio unaweza kumdaka wewe. Mbona unamtafutia matatizo ndio kwanza mnasikia kwanza kuja likizo unanitafutia matatizo unataka mvunjike miguu mimi nitafanya nini? Na Naila yuko wapi Naila? Naila yuko wapi? Mungu wangu wewe. Yesu na Maria. Mama. Wewe Suku. Unaombea mwenzio wa ruko na mdaka. Unaweza kumdaka wewe? Mbona mnanipaeka jamani nyinyi watoto? Na wewe Queen. Imekwaje ukapanda huko juu Wazazi wao wamekaa wametulia wamerelax na kuja kuniletea mie kaeka. Singekuwa kama mama zenu mfanya mchezo. Naila shuka hapo. Fanya ushuka hapo. Unapataje kwenye TV hivi? Unajielewa kweli? Mnanye, panda hapa juu nataka mwanguke mwanze kuumia miguu. Mama yenu anipe mimi kae. Tusu! Abeli fanya haraka. Mtu hapa hivi wewe. Wakati hawa watoto wanapanda juu ya mafriji, wananing'inia juu ya TV yangu, ulikuwa waoni? Niliwaona. Sasa kama unaona kwa nini ukuwakataza? Lakini wewe unakumbuka wakati tunaingia ndani uliniambiaje? Nilikwambiaje? Uliniambia Tunsu acha kielele, fuata vilivyokuleta humu ndani. Na mimi nikafuata vilivyonileta humu ndani, kiwemo kuosha vyombo, kupika, kudeki na kufua. Okay. Toka. Sasa mimi nimekosea wapi? Kata kuombonera. Nimekwambia toka. Ngoja niende sokoni. Nani? Wewe njoo kaa. Njoo hapa. Unacheka mnafikiri mimi nachekesha. Kaa vizuri. Kaa. Hivi nyinyi watoto, kwa nini mnakuwa tundu namna hiyo? Wewe. Na yeye kipande. Kwa nini amwe kama mwenzenu pale? Unaona alivyotulia. Ametulia. Kwani mkitulia mnapungukiwa na nini? Si mnaona mwenzenu pale alivyotulia? Mnafikiri Joani hapendi kucheza? Eti Joani. Upendi kucheza? Napenda. Si mnaona nyinyi mvukua na vilele? Joani yule pale ametulia, sio kwamba hapendi kucheza, bali Joani ametulia kwa sababu anaheshima na vitu vya watu wakubwa. Joani, waambie mataira hao, eti kwa nini umetulia uchezi kama wao wajinga? Kwa sababu nimepupu.
Umepupu? Ndio baba. Umepupu wapi? Hapa nilipokaa. Yaani umepupu hapo ulipokaa? Wangu yani ndio za mama kabisa. Yaani wewe si mtu mzima kabisa unajinyea wewe. Nilibanwa. Tusu! Jamani, sema nenda sokoni. Oh my lord. Vipi bwana, nasikia harufu hapa? Sio hapa mtoto kajinyea. Jamani, si ni mkubwa kabisa huyu. Alishindwa nini kuomba pelekwe chooni? Sijui hata amepatwa na nini. Nisaidie basi kumnawisha. Hapana bana, mimi ndo mambo ambayo siyataki na siyapendi bana. Mwambie Tunsu amnawishe, mimi sitaki. Tunsu ametoka ameenda sokoni. Unacheka nini? Na nikisikia mtu mwingine kajinyea hapa na wachapa. Hebu usimpige huko bwana, mwache usimchape. Mwache bwana. Nani wewe? Nikuone tena umepanda juu ya fridge. Niwaone tena unapanda kwenye fridge, nikuone umenipadia kwenye TV, nitawapiga mimi nitokee kwenye TV nipeleke mitandaoni, nimepiga kitoto cha mtu hadi nimekizimisha. Na hii TV ni vipi tena sasa? Sisi hapa vitoto vilikuwa vinaning'inia juu ya TV. Can you imagine? Sasa mambo gani haya? Sikilizeni hivi ndugu. Kuanzia kesho wote mtakuwa mnatoka hapa asubuhi, mnakwenda kushinda tuition, mnarudi hapa usiku. Baba. Habari ndio hiyo. Sitaki maswali, sitaki mjadala juu ya hilo. Sasa nione mtu anabisha. Na bana gepi mimi siwezi. Yaani ndo kwanza likizo imeanza, yani sasa mpaka likizo ijaishe mimi si nitakonda. Nishachoka. Uvumilivu unahitajika. Kama ni uvumilivu huo mimi sina jamani, nimeshindwa, siwezi. Huo uvumilivu mimi sina. Lakini at least si nimeshakwambia, nimeongea navyo na wewe nimeshakuelekeza kwamba kuanzia kesho asubuhi na mapema vinaenda tuition, vinashinda huko, vinarudi usiku, vikiwa vimechoka ngovu, vikifika tu vinalala. Sasa shida nini? Hata kama bwana, hata kama mimi siwezi. Mimi nifanyaje nivibebe mgongoni? Kwani mimi nilitaka vije likizo? Mbona kama unanishusha mzigo wote mimi? Mimi nimefanyaje mimi? Mwenyewe.
wa dharura tujaridi mambo yetu. Nitakuwa spika wa bunge. Hapana, mimi ndo nitakuwa spika wa bunge. Kikao kinahusu nini jamani? Wewe usiutulie, utajua huko. Twendeni pale tukafanye kikao. Jamani, tunafungua kikao kwa sala. Amen. Aya, nafikiri tusipoteze muda, tuende kwenye mada. Mada ya leo. Je, ni sahihi kipindi cha likizo watoto kulazimisha kusoma? Au kipindi cha likizo ni kipindi cha watoto kupumzika baada ya masomo ya muda mrefu? Naona si sahihi. We, subiri, sijakuruhusu kujibu. Kwa sababu mimi ni spika wa bunge kwenye hiki kikao. Kwa hiyo mpaka nikuruhusu. Kama hivyo basi. Ongea nikuruhusu. Sitaki. Kamesusa. Mheshimiwa, taarifa. Azungumza na kupa dakika chache sana. Je, ni sahihi wanafunzi kulazimisha kusoma kata likizo? Mimi naona sio sahihi, kwa sababu kipindi cha likizo shuleni hawatutaki, na ndio maana wanaturudisha nyumbani. Cha ajabu, na nyumbani pia hawatutaki, wanatulazimisha kwenda kusoma. Kama hawataki sisi tuishi kama ni swaseme. Safi, umechangia vizuri sana baby soup. Haya, na mimi nachangia. Twende kazi cha kumnani. Kipindi cha likizo tutakuwa uenjoy, kwa sababu inakuwa umeshasoma shuleni, hivyo tutakuwa kusoma tena nyumbani. Safi. Na yeye jana mbona uko kimya? Mimi na wazo tofauti kidogo. Wazo gani? Mimi naona vipindi vyote inatakiwa tusome, kwa sababu elimu ni ufunguo wa maisha. Kama elimu ni ufunguo wa maisha, kitesa kiko wapi? Si ndo hapa sasa. Jamani, mimi ni mchango wangu tu. Kwa mchango wako kupeleka kwenye vikuba. Hello. Nyie Vindululu. Mnajadili nini hapa? Sisi kama sisi tumefikiria tukaona wanatuonea. Tena wanatuonea sana. Mimi nawaonea? Ndio. Naonea kivipi labda? Kipindi cha likizo ni kipindi cha kupumzisha akili, sio cha kusoma. Naunga mkono hoja. Naunga mguu. Keleleni. Kipindi cha likizo ni kipindi ambacho mnatakiwa msome na sio kurelax. Shuleni tusome na nyumbani tusome jamani. Ndiyo, kwa sababu elimu haina mwisho, ni kama bahari. Na wanafunzi ni kama samaki. Na baba ndo mvuvi. Na mama ndo mpishi wa samaki. Keleleni. Ninachojaribu kumaanisha hapa ni kwamba haya maisha ni kama socket ya umeme, na elimu ni kama barbu, taa. Ukisoma vizuri, ukaja kuunganisha hivi vitu, elimu na maisha, basi hii elimu inaenda kuwa mwangaza katika maisha yako yote. Lakini soketi hiyo hata ukizinyisha mbwembwe tunapigwa shoti katika maisha yako. Mnacheka, si ndio? Hivi kwa nini nyinyi watoto hamna adabu? Kwa nini hamna adabu, hasa pale mkubwa anapoongea? Mnapata wapi ujasiri wa kucheka nyinyi? Amwone mwenzenu Joani ametulia hapo. Katulia kabisa kistaarabu. Joani, mwambie wa Mataila kwa nini umetulia hivyo kipindi mimi naongea? Waambie. Kwa sababu nasikia njaa. Okay, sawa. Subiri chakula kinapikwa. Sawa. Lakini nyinyi watoto bado tunarudi pale pale. Inatakiwa msome, kwa sababu elimu ndo kila kitu. Si mnaona jinsi wenzetu wazungu wanavyogundua vitu mbalimbali? Sasa vile vitu vile walivyovigundua hawajavigundua bure bure.
Wamevigundua kwa sababu ya elimu, na nyie sasa inawapaswa msome ili baadaye muje kugundua vitu vingi na mbalimbali. Kwa mfano magari, ndege, mipira, sijui viwanja, mataa, mafriji, kila kitu hapa duniani kinagunduliwa kwa ajili ya elimu. Kwa hiyo huwezi kugundua kitu chochote bila kupata elimu, bila kusoma. Hapo kwenye ugunduzi. Naomba kuuliza. Mtu aliyegundua shule, yeye alisoma wapi? Na alifundisha na nani? Na kwa nini aligundua bila kusoma? Hayori ma. Sijibu. Mimi naondoka, baki na watoto wako. Sasa unaenda wapi? Jamani, kwa nini mnacheka nini? Sasa si mama Kambo kaondoka. Lakini kumbukeni, mama Kambo ni mama. Mama Kambo anatesa. Lakini baba alitufundisha, sio mama Kambo wote ni wabaya. Ndio jamani. Kama sio mbaya, mbona alikupiga? Hata hakunipiga. Jamani, kumbe tunamsingizia mama wa watu. Wewe acha tumeshuka shuka. Sasa unasema hujapigwa. Kwa nini ulilia? Alinifinya mashavu tu. Makubwa haya. Unaning'ang'ania nini jamani? Kana watoto uloza peke yako subaki nao. Na mama zao jamani si wapo wanakula raha tu, unaning'ang'ania mimi sitaki bwana, niache. Zebu please, nakuomba usiondoke please. Kepi mimi sitaki bwana, nenda kachukua mama zao watoto uliokae nao. Mimi siwezi. Sasa kama wewe mwenyewe huwezi, mimi peke yangu nitaweza jamani. Mimi nitawezaje? Nimekwambia mimi siwezi. Nenda kawatafute mama zao uje uishi nao walote. Mimi siwezi kulea watoto wa watu bana, sitaki. Lakini Zebu tayari nimeshakwambia kwamba watakuwa wanaondoka asubuhi kwenda tuition, wanarudi jioni. Sasa hapo kinachokushinda wewe ni nini? Si uwe mvumilivu jamani, na likizo yenyewe hii ni fupi. Yaani nivumilie kero zako. Hapo nivumilie kero za watoto zako. Mimi siwezi kwa kweli, hapana. Yaani unazaa huko nje tu unaletea. Mimi nimekuwa kama usigelo wako vile. Hapana bana haka. Please baby, nakuomba usinifanyie hivyo. Mimi niko chini ya miguu yako please. Baby, usifanye hivyo. Sitaki. Baby. Niache bwana. Hello? Kaka, kuna mgeni huku nyumbani. Mgeni? Mgeni gani? Wewe njoo tu. Sawa, nakuja. Baby, ona. Nini? Kuna mgeni nyumbani. Kwa hiyo twende basi. Kama siendi nenda mwenyewe. Sawa, begi lako tulikuta nyumbani. Zebu, you so beautiful. Umeikamata, kamata. Zeba, karibu. God have. Wewe Joani. Vipi umekaa hapo? Mbona uendi kucheza? Nasubiria soda. Unasubiri soda? Wewe ni soda ya mgeni. Tangu lini unakuwa na tabia mbaya za kusubiri soda? Nenda kacheze bwana. Mtoto. Njoo chukue soda.
Basi nimeshiba. Niambie ndugu yangu. Nusu. Nusu. Abe! Enjo. Chukua hili begi peleka ndani kwangu. Niambie ndugu yangu. Mzee, mimi sijaja hapa kwa ajili ya kucheka. Nimekuja hapa kufuata deni langu. John. Nenda kacheza utupishe. Siendi. Ndugu yangu, naomba tuzungumze nje kidogo. Samahani lakini nakuomba samahani sana. Zebu, you so beautiful. Umeikamata. Ndugu yangu, ndio nini sasa vile kutaka kuniaibisha mbele ya mtoto pale jamani? We bwana, hilo utajua wewe. Mimi nilichokifuata hapa ni pesa yangu ya kodi na sio maneno. Okay, basi sawa, mimi nimekuelewa, lakini naomba univumilie walau unipe mwezi mmoja wa kujipanga. Mimi pesa yako nitakupa, mambo yangu sio mazuri ndugu yangu. Hapana. Kama umeshindwa kuishi kwenye nyumba yangu na kulipia kodi, basi fanya uhame. Kwanza nimeshapata mpangaji mwingine ambaye atanilipa pesa nyingi zaidi. Usinifanyie hivyo ndugu yangu. Kumbuka mimi ni mpangaji wako wa muda mrefu sana. Nisikilize. Ninakupa siku 2 tu. Kesho kutwa uwe umeshahamisha vitu vyako humu ndani. Wewe, umelala kweli? John! We John wewe! John! Okay, sawa. Nimekuelewa. Ninakupa mwezi mmoja wa kujipanga. Uwe umenilipa kodi yangu ama uhame utafute nyumba nyingine ukaishi. Kwanza mimi nashukuru sana kwa kunielewa na kunipa mwezi. Ila nakuhakikishia kwamba hata huo mwezi hautafika. Nipe wiki 2 tu nitakuwa nishakupatia pesa yako. Mwezi mkubwa sana. Mimi ndani ya wiki 2 tu nishakupa hela ndugu yangu. Asante sana kwa ukarimu wako. Asante. Sawa, hakuna shida. Zebu, you so beautiful. Kamata akili yangu nikikutizama, yani nakona kama malaika umeninyosha. Jamani, humu ndani kulina mapepo. Mapepo kwa nini yani? Yaani nimeweka mkojo wangu ulikuwa umejaa humu kwenye kisado ili nikamwage na kuta umepungua. Mkojo?
hiyo wewe umeamua kuninyosha mimi mkojo tena ndani ya nyumba niliyojenga mimi, si ndio? Sasa nasema hivi, uhame kwenye nyumba yangu. Ifikapo kesho asubuhi ninakuja na polisi hapa nisikukute. Alafu kofia yangu pamoja na headphones ziko wapi? Walichukua watoto. Tunsu. Kwa nini unaruhusu watoto wachezee vitu vya mgeni? Kwa nini unaruhusu lakini? Hii boss, mbona unapenda kunionea hivyo? Mimi kosa langu liko wapi? Wewe uliniambiaje? Ukaniambia Tunsu acha kielele, fuata vilivyokuleta humu ndani. Mimi nikafuata vilivyo nileta, ikiwemo kuosha vyombo, kudeki na kufua. Sasa mimi vya watoto vinanihusu nini? Nisikilize wewe bwana. Mimi naondoka kesho nisikukute. Na mimi naenda kupata vitu vyangu naondoka. Baki na vitoto vyako. Jamani, viatu vyangu viko wapi tena? Wamechukua viatu vyako tena? Zebu, you so beautiful. Kamata akili yangu nikikutizama, yani No Starbucks. Yo. Nipe mistari basi. Kwa ngoja nikupe mistari. Naona beti kubwa nini? Akuchupa la mgeni utaniambia nini? No Starbucks. Mimi ni mtu wa kazi. Siwezi kuacha kazi. Bila kupata kazi. Kazi ni kazi. Sina hela, sina kazi. Afu niache kazi. Muulize alionipa kazi. Hapo vipi? Naruka tikitaka. Yo, shule inanitaka. Yo, baba anitake nauza mishikaki. 10 nimemaliza. Nahesabu Kiingereza 1 2. Wewe naongea Kiingereza naongea Kiswahili. Mnachukua vitu vya mgeni na kupa. Toa. Wewe viatu vya mgeni, sasa viatu vya mgeni ni hapo. Twende. Mimi mwongoza nyumbani haraka. Twende. Mke wangu, please nakuomba usiniache, naomba usiondoke. Naondoka babu. Yaani hapa nilikuwa nakusubiri uje ili uone wakati nakusanya vitu vyangu. Sio ukasema nimekubebea vitu vyako bure. Please, calm down. Don't touch me. Nakusanya kila kilichokuwa cha kwangu naondoka. Unafikiri nachekesha mimi? Ngoja uone naondoka. Mbona umegani una matukio kila kukicha? Siwezi mimi. Siwezi kabisa. Ili shuka langu hili. Wewe. Usinitafuta ile shuka nimekopa kwa Muha. Umekopa lakini ila si nilikuwa nalipa mimi. Hata kama bwana usinichanganye bwana wewe. Kwanza jina niliandika la kwangu pale kwenye daftari la Muha. Na hilo t-shirt hapo ni langu. Ulinipa. Nilikupa lakini sijakwambia lote. Sikuachia hata kitu changu kimoja. Ili shuka ni la kwangu, ulikopa wewe lakini mimi ndo nililipa. Wewe subiri. Wewe mpuzi, ulikuwa unafanya nini kabatini? Nilikuwa nacheza mchezo wa kujificha. Haukuona sehemu nyingine yoyote ya kujificha zaidi ya kwenye kabati, si ndio? Sasa leo nakunyoosha ili ikawe fundisho kwa wale vindululu wenzio kwamba humu ndani hatutaki watoto watundu. Zebu. Mtoto utaniua na pressure. Nakuomba kwa hili tusaidiane, nisaidie kukamata hichi kitoto tukifije kisawasawa ili wenzie wapate fundisho kupitia yeye. Hilo limeisha hilo. Kamata. Umenigonga kwenye pua. Yaani kiuno changu kinauma. Halo mzee. Njoo tu nakuomba uje uchukue hawa watoto. Mke wangu anaondoka. Dada ya kazi kesho namtimua na mimi mwenyewe nimepewa notice hapa kesho na ama hii nyumba. Kwa hiyo naomba unisaidie kuja kuwachukua hawa watoto. Vipi baba, ndo kwanza siku moja. Baba, yani wewe njoo tu, ndo hivyo wewe njoo tu baba. Mimi sina namna nyingine yote, wewe njoo tu.
kuvalia mkanda, shule naenda, shule naipenda. Babu. Wow. Ah. Kama nilivyokuambia mzee wangu, mimi hapa nimeshapewa notice kwa sababu ya hivi vitoto, na kesho hivi ninavyokuambia ninahama hii nyumba. Kwa hiyo naomba unisaidie, unistiri, ukakae navyo hivi vitoto kwa hiki kipindi kifupi kilichobaki, alafu mimi nikishapata nyumba utakuja navyo. Hamna lolote. Unawakataa tu kijanja. Lakini haina shida. Mimi nitaondoka nao wote. Lakini baba jipange. Andaa nyumba kubwa kabisa mwezi wa 12 na kuletea watoto wako. Tena usisahau na wale wengine wawili. Ole. Wengine tena? Ewa. God have mercy upon us. Wapo wanto ntulonzo konkuno inombo. Wapo sita mamangu na wale. Unaharibu sasa baba. Nye koko melon. Let's go. Haya, likizo ijao kubwa tunakuja nao. Nendele tu. Cha moto mnajiona. Aha. Zebu, you so beautiful. Kamata akili yangu, nikikutizama yani nakona kama malaika. Umeninyosha akili yangu iko kwako tu. I know you are my lover, na kwengine siwezi kwenda. Zebu, kwako mimi napata furaha. Umeniweza. Kwako mimi nishafika, siwezi rudi nyuma. Oh baby, I love you baby. I love you baby. I love you. I love you baby. I love you baby. Oh, I love. Oh baby, nitakupenda kama pete na kidole. Oh baby, nitakupenda. Wala sijaona upendo kama huu. Unaonipenda baby, na pia najidai kwa sababu napendwa. Oh, 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 oh.
KP, my love, KP, oh no, KP, it's your thing, mommy baby, I love you, KP na Zebu. Mikasa na maisha ya mapenzi, visa na vituko vingi vingi. KP na Zebu, KP na Zebu, KP na Zebu, KP, KP.